Mwalimu Robert Mundala Katuba ni mkuu wa idara inayohudumia walimu wenye ulemavu Chama cha Walimu Tanzania. Leo tuko hapa kupata mafunzo yanayohusu mabadiliko ya mifuko ya hifadhi ya jamii, na tuko hapa kwa ufadhili wa mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF. Sisi tutumia nafasi hii kuwashukuru sana wakurugenzi na management nzima ya NSSF kwa kuona umuhimu wa kundi la walimu wenye ulemavu mkoa wa Dodoma kuwapa fursa hii. Lakini pili, tuendelee kuomba mashirika mengine yaendelee kutuunga mkono katika juhudi ya kutoa elimu ya uwekezaji. Na leo nafikiri mmeona tumepata nafasi pia ya kukutana na management ya benki ya Mwalimu ambayo nayo imekuwa na mada muhimu sana ya namna ya kufundisha mifumo ya uwekezaji. Kwa hiyo ndicho kilichotufanya tukutane hapa leo. Washiriki wanapata nafasi ya kuifahamu vizuri sheria ya mabadiliko ya mifuko ya hifadhi. Lakini mbili, elimu hii naamini kwamba itakwenda kuenea zaidi kwenye jamii na hasa ambako vinaanzishwa vikundi vya ujasiriamali waendelee kuona umuhimu wa kujiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii, kwani wanapojiunga na hii mifuko wanapata fursa ya kuwekeza siku ambayo hajiwezi au amefika mwisho wa michango yake, maana yake itamsaidia kwa namna fulani kwa ajili ya kujikimu katika umri wa uzee. Nitumie fursa hii kwanza kuwafahamisha kwamba Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, ana taarifa kwamba Chama cha Walimu Tanzania watakuwa wanaendesha kikao na mafunzo kwa walimu wake wenye mahitaji maalum hapa African Dream. Kwa hiyo wakati naondoka nilimwambia sasa ninakwenda kumwakilisha katibu tawala wa mkoa. Kwa hiyo akasema nifikishie salamu zangu kwa walimu wangu wapendwa wote pamoja na chama cha walimu, naomba mpokee salamu zake. Lakini Dr. Hatibu Kazungu ambaye ni katibu tawala wa mkoa, ambaye ndio mkoa mmemwalika, anasema pia niwasalimie na kuna maneno ambayo ameniambia niwaambie. Lakini cha mno, uongozi wa mkoa unawashukuru sana Chama cha Walimu Tanzania pamoja na wadhamini wa kikao hiki NSSF kwa kukubali na kuamua kushirikiana na serikali katika kuendelea kuwawezesha na kuwaandaa walimu kuweza kufanya kazi yao vizuri katika mazingira waliopo. Mtakubaliana na mimi kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya hasa serikali ya awamu ya 6 kupitia sera yetu ya elimu ya mwaka 2012 toleo la mwaka juzi 2023 pamoja na mitaala yetu iliyoboreshwa mwaka 2023 tunafanya mageuzi makubwa ya elimu. Ninafahamu mmekuwa mkisikia kwa viongozi mbalimbali, Profesa Adolf Mkenda, waziri wa elimu, anaongea sana kuelezea mageuzi yanayotokea pamoja na viongozi wengine mbalimbali wa Wizara ya Elimu na ofisi ya Waziri Mkuu, na kwamba ninyi pia kama wadau, Chama cha Walimu na walimu wenyewe ndio watekelezaji wa mageuzi haya yanayoendelea sasa nchini. Mtakuwa mmesoma sera na hiyo mitaala iliyoboreshwa ndio mnaitekeleza. Katika mazingira kama hayo, mafunzo kama haya ambayo Chama cha Walimu imeamua kutafuta wadhamini na kutafuta mada hizi muhimu katika maisha si ya walimu tu, hata watumishi wengine, lakini bahati hii tumeipata sisi walimu, tena walimu wenye mahitaji maalum. Ni muda mwafaka sana wa kuwajengea uwezo walimu wakati wanatekeleza majukumu yao waweze pia kujiandaa kustaafu.
kwa sababu ukistaafu, mimi ambaye nakaribia kustaafu, ndio maisha yanakuwa matamu zaidi. Sasa ukimpata mtu anakuandaa, anakuwa ni mtu mwema sana kwako. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya uongozi wa mkoa nichukue fursa hii kwa kweli kuwashukuru wote wawili, Chama cha Walimu Tanzania kwa ubunifu mlionao kuwaweka walimu wetu hapa. Hawa ni walimu wanatekeleza majukumu yao ya kutoa huduma katika halmashauri zetu na shule zetu mbalimbali ndani ya mkoa. Inawezekana kabisa jukumu hili serikali ingeweza kulitekeleza, lakini Chama cha Walimu kwa kutambua wajibu na haki mmelitekeleza. Asanteni sana. Uongozi wa Chama cha Walimu kwa kuweza kutupatia fursa hii ya kukutana na wadau wa chama na watu na wahusika wote katika chama kwa ajili ya kuja kuwapa mafunzo ya NSSF. Tunaamini leo hii tumepata na tutaendelea kupata fursa ya kutoa elimu ya hifadhi ya jamii. Sisi kama NSSF majukumu yetu yameainishwa kwenye sheria ya NSSF. Jukumu letu ni kuandikisha waajiri, kuandikisha wafanyakazi, kukusanya michango, kuwekeza na kulipa mafao. Yote hayo hayawezi kufanyika bila ya NSSF kutoa elimu kwa umma. Hivyo basi tunashukuru CWT kwa kuweza kutugea fursa ya kukutana na wadau wa Tanzania wenzetu kwa ajili ya kutoa elimu ya hifadhi ya jamii ili na sisi tuweze kufikia yale malengo ambayo tumepangiwa na ile kiu ya serikali kuona hifadhi ya jamii inawafikia Watanzania wote. Asante sana CWT, lakini vivyo nashukuru sana ndugu mgeni rasmi kwa nafasi hii ya kuwasalimia washiriki wote wa mafunzo haya. Asante sana.